Basi watu wa Mungu, nataka nichukue nafasi hii niwasalimie kwa jina la Yesu mnakopatikana mchana wa leo. Nataka nichukue nafasi hii niweze kuwatangazia mkutano wa 3 days wa crusade, Deliverance and Healing Crusade, ambayo itafanyika hapa Chokaa, ambayo imeandaliwa na kanisa la PHDM wakiwa wameungana pamoja na watumishi wote wa kikundi kinaitwa Generation Winners Ministers hapa tu. Kumbuka mkutano utakuwa wa siku 3 kuanzia Friday, Saturday na Sunday, na ninachukua nafasi hii niweze kualika wakaaji wote wa Chokaa, watu wa kutoka Njiro, wale mnaotazama kutoka Utawala, wale mnakaa pande za Mwiki, pande za Ruai na maeneo mengine yote ya Nairobi, niseme karibu sana katika mkutano huo, tukaweze kutafuta Mungu kwa pamoja. Kuna watu wana matatizo mbalimbali ya kusema ya kwamba atulali sababu ya ndoto mbaya, atulali sababu ya kuota na watu waliokufa. Basi nataka nichukue nafasi hii nikukumbushe ya kwamba hakuna mahali kulio na uhusiano ama communication ya mtu aliyekufa na mtu aliye hai. Kwa hivyo ikiwa unapitia mambo hayo ya kutembelewa ama kuongeleshwa kwa ndoto na watu waliokufa, kumbuka ni mapepo tu, maana mtu akisha kufa anafaa aende kuzimu. Yule basi amebaki akiwa hai ndio anafaa kubaki akiwa anatafuta Mungu. So nimechukua nafasi hii niweze kukualika katika hiyo Healing and Deliverance crusade ya 3 days ambayo itakuwa tarehe 5, tarehe 6 na tarehe 7. That is Friday, Saturday na Sunday this week, na usipange kukosa. Basi vile vile tutakuwa na watumishi wa Mungu pale kama Pastor James wa kutoka katika kanisa la Wonders Tabernacle pale Kayole. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu anatoka katika kanisa la Glorious pale Miango, anaitwa Pastor Alphonse. Tutakuwa na Pastor Josephat Kitaka. Tutakuwa na Apostle Peacemaker ama mtume Peacemaker ukipenda, anafanya amani kwa wale watu amani imekosekana, ndoa imekosa amani, biashara imekosa amani, familia imekosa amani. Basi watu wale wote wataweza kuwa pale. Vile vile tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za injili kama Pesh Wangari aliyekuimbia Yesu niwe ngwenda mukelanioni umbabosie, ama Yesu wewe ndio nataka msalabani uniokoe. Tutakuwa na waimbaji wengine kama Bible Translator, tutakuwa na kina Mr. James Wafula pale, wote ni waimbaji, kina Sylvia Kasmol, kina Miriam Dinda watakuwa pale na waimbaji wengine wengi, kina Starboy watakuwa hapa na kina Papa the Gospel, kina Dennis watakuwa hapa. Wote watakuwa na kupatia muziki vizuri. Kumbuka watu wengi usemanga muziki ni dawa, na mimi pia ninaamini ya kwamba muziki ni dawa. So ukija pale siku hiyo ya Friday, Saturday na Sunday, ninaamini ya kwamba hautarudi nyumbani ukiwa vile utakuja ukiwa. Kwa hivyo wakati huo tutakuwa na ibada nyingine ya deliverance pale kama hii unavyoona inaendelea hapa katika mtandao. Mtazamaji wangu, angalia hii. Fungua kabisa, wachilia maisha yake. Wachilia ndoa yake. Wachilia kabisa. Yes, watu watakuwa wanafanyiwa deliverance namna hiyo, watakuwa wanafunguliwa namna hiyo, kwa maana Mungu anafungua, na kifunguo cha Mungu ni watu wale wameokoka, ama macho ya Mungu ni wale watu wameokoka. Maana tumetumwa hapa kuja kuangalia vizuri ama make sure kile Mungu ametutuma kifanyike kinafanyika. Vile vile watu kama hawa, mtu amekuwa akiota ndoto mbaya, amekuwa akiwaza mawazo mabaya, anasema ndoa imekosa amani, biashara haina matumaini, watu kama hawa watakuwa wanahudumiwa pale siku hiyo. Kwa hivyo jipange tu tukaweze kukutana katika mkutano huo wa crusade. Waimbaji kama hawa watakuwa hapo wakiperform live, wakiabudu Mungu na kusifu Mungu, na yote itakuwa vizuri. Katika account yetu ya Facebook, tafuta pale Facebook, kwenda search PHDM Nairobi, PHDM, utaweza kutupata pale. Na Yesu Kristo ni Bwana na ataweza kukutenda mema. Basi kwa maelezo zaidi, pengine ungetaka kusema ya kwamba ningependa nitume prayer request, niko na jambo nataka kusema, nataka kupewa mwelekeo wa crusade itakuwa wapi, kanisa liko wapi, unaweza ukatumia nambari ya simu ambayo ni 0713
050 631 0713 050 631. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi hapo, unaweza ukapiga hiyo nambari, unaweza ukatext pia WhatsApp inbox, unaweza ukaingia kwa wall yangu ya Facebook kama Patrick Musyoka, na Yesu Kristo akazidi kukutunza na akakutende mema. Basi injili hii imeandaliwa kwa ajili yako, na usipange kukosa, maana watumishi wako pale wanakusubiri. Kumbuka Yesu anaongea na wanafunzi wake, anawaambia kwamba Njooni kwangu mnaolemewa na kusumbuka na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Basi mizigo mizito ni kama gani? Uchawi, ulevi, uasherati, kukosa amani, kuchukiwa, kukaa kwa ndoa bila amani, kukaa ukiwa unavurugana na watu kila saa, kuchukiwa bure, hakuna mahali unaingia unapendwa, hakuna kazi unayopata, mshahara unakusaidia. Basi watumishi wa Mungu watakuwa pale wanakusubiri siku hiyo. Njoo tukaweze kufanya mkutano, tukaweze kufanya injili, tukaweze kuhubiri Mungu, tukaweze kuabudu Mungu, na yote yatakuwa sawa sawa. Kila kifungo kitaweza kukatakatwa. Mtazamaji wangu, nikiondoka nitakuacha na hii deliverance moja ya huyu mama hapa. Anasema amelaaniwa kwao, ametukanwa, ameitwa majina mabaya. Kuanzia hapo maisha yamekuwa ni ya ulevi. Unamwona amelala hapo chini, lakini anasema maisha yamekuwa ni ya ulevi. Akiamuka asubuhi, breakfast yake imekuwa ni chang'aa, hata sio pombe ya maana, imekuwa ni chang'aa, ni ulevi tu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana popote ulipo, na ukazidi kuinuliwa, na karibu sana katika mkutano. Laana mliomwekea, toa laana, toa laana, toa laana.